Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninaongelea wale wanawake ambao wameolewa kihalali kabisa kwa sheria ya Mungu, kwamba saizi wanaitwa ni wake za watu, na waume zao, wale wanaume nao na waume zao halali mbele za Mungu. Baada ya kuolewa, wewe mwanamke unaamua kuachana na jina la baba yako na jina la ukoo wa baba yako. Ninakueleza wazi, hilo ni kosa mbele za Mungu. Ni kweli Mungu alisema utakuwa mwili mmoja, lakini mwili alioongelea pale wa kuwa wewe na mume wako ni mwili mmoja, ni mwili wa rohoni, sio mwili huu wa damu na nyama. Mwili wa damu na nyama utabaki kuwa wewe mwanamke tu, na ndio maana unabeba mimba wewe tu. Ingekuwa ni mwili mmoja hadi wao wa kimwili na mwanaume angebeba mimba. Ninakwambia wazi, wewe mwanamke, acha kubadili jina la ukoo wa baba yako na jina la baba yako na la ukoo wa baba yako. Umeolewa, endelea kutumia majina yako yale yale uliotoka nayo kwenye ukoo, kwenye familia baba yako na ukoo wa baba yako. Maana unapofanya hivyo unatenda dhambi mbele za Mungu. Nitakusomea kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 5. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Unaona? Huyu ni mtumishi wa Mungu, yuko na mke wake kabisa, anaishi naye kabisa kama mke kabisa. Ni kuhani. Ona Mungu jinsi alivyomtambulisha. Kamtambulisha Zakaria kwa kutumia ukoo wa kwake mwenyewe Zakaria, na amemtambulisha Elizabeti ambaye ni mke wake kabisa ambaye anaishi naye kwa kutumia jina la ukoo wa baba yake, sio ukoo wa mume wake. Tayari wewe ukibadilisha jina, kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni hiki hapa. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 16. Ni neno la Bwana anasema hivi, usimshuhudie jirani yako uongo. Ina maana wewe unatenda dhambi ya uongo. Pia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 20, wala usimshuhudie jirani yako uongo. Tusiishie hapo, tuende kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 15. Huko nje wako wa mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Ina maana wewe unapenda uongo na kufanya kwa kutumia jina la mume wako. Pia sura ya 21 hiyo kitabu cha Ufunuo mstari wa 27. Na ndani yake hakitaingia kama chochote kilicho kinyonge, yani kule mbinguni, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Haleluya! Kama kweli unatamani kwenda mbinguni, Mungu amesema wazi, hakitaingia chochote kinyonge. Kwa hiyo wewe usidharau ukasema hiyo ni dhambi ndogo. Sio dhambi ndogo. Kwa Mungu ni dhambi tu. Na kwenye unyakuo unapotokea, usitegemee ukiwa na dhambi ndogo na wewe ambao unafikiria wewe ni ndogo, hii ni ndogo, Mungu atakuchukua. Hakuchukui. Dhambi ni dhambi tu. Sumaku ya unyakuo inapokuja kutunyakua hapa duniani muda wowote, ikikuta tuna dhambi yoyote tu inakuacha. Ikikuta umesema uongo, umeacha jina la ukoo wa baba yako na jina la baba yako na la ukoo wa baba yako, ukahamia kwenye jina la mume wako, tayari hiyo ni dhambi ya uongo. Unyakuo utakuacha, hautaenda mbinguni. Hiyo ni dhambi ambayo wanawake wengi mnatenda pasipo kujua kama ni dhambi. Na kwa Mungu utende ujue usijue, dhambi ni dhambi tu. Acheni, ombeni msamaha kwa Mungu awasamee, mrudi kwenye majina ya baba zenu. Wanaoruhusiwa kutumia majina ya baba zao ni watoto na wazaa wewe. Wewe watoto na wazaa ndio watakiwa tumie majina ya ukoo. Jina la baba yake, yani mume wako, na jina anatakiwa tumie la ukoo wa baba yake ambaye ni mume wako huyo. Kwanza unapobadili jina unaanza kutumia jina la mume wako, inaonekana nyinyi mmeoana ndugu.
wakati sio ndugu. Wewe mwanamke unatamani kwenda mbinguni, naomba ubadilike, vinginevyo utabaki kwenye unyakuo, na unyakuo hauna upendeleo. Afadhali hata kifo cha kawaida. Mungu anaweza akakutengenezea mazingira ukaanza kuugua. Kama ulikuwa na dhambi zile za kushikika, zile za mapambo za nini, ukajikuta unatoa ukaenda mbinguni. Lakini dhambi hii utaitoaje? Iko ndani ya moyo wako, unatakiwa uache kuanzia sasa, ili muda wowote anapokuja kunyakua kanisa lake Yesu Kristo atukute tuko sahihi, tuko wasafi rohoni na mwilini, ili uweze kunyakuliwa wewe mwanamke. Asante katika jina la Yesu.